Imani chanzo chake ni kusikia. Ngoja niliweke sawa hili jambo. Biblia inavyosema imani chanzo chake ni kusikia, Paulo akawa anazungumzia kusikia huja kwa neno la Kristo. Alichagua namna ya kusikia, lakini jambo ambalo unatakiwa ujue ni kwamba imani inajengwa kwa kusikia. Kama inajengwa kwa kusikia, ina maana ina act ama inavuta kile kitu unachokisikia. Unasikia nini? Kwa sababu kile unachokisikia ndo kinachokujengea imani ndani yako. Kama unasikia neno la Kristo, linajenga imani ndani yako. Lakini kama pia unasikia maneno ya watu, au unasikia sauti za waganga, au unasikia kelele za mawazo, pia yanaweza yakakujengea imani ya kuwa na hofu. Moja, ukisikia sauti za hofu, lazima itakujengea imani ya kuwa na hofu. Amen. Naomba tukubaliane na hili, ni kwamba imani huja, lakini imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake ni kusikia. Ina maana unachokisikia ndicho unachokiamini. Unachokisikia ndicho kinachojenga uhalisia wa kuamini ndani yako. Na ndio maana kuna wengine wanaamini waganga, na kwenye kuamini waganga imani zao wamezielekeza kwa waganga, na wanafanikiwa. Sio wafanikiwe, wanafanikiwa. Na wengine wameamini miungu, imani zao wamezielekeza kwenye miungu na wanafanikiwa. Lakini katika kuamini kule kumemjengea imani na anafanikiwa. Lakini jioni ya leo ninataka nikwambie kwamba imani inayozungumziwa na Mtume Paulo ni imani ya Kristo. Yaani ni imani huja kwa kusikia, na kusikia hutokana na neno la Kristo. Kama unataka ujengeke kiroho ndani yako, tamani sana kusikia mafundisho ya neno la Mungu. Tamani sana kujifunza Biblia na usiache kufanya maombi. Amen.